unimalizie nichukue kabati langu. Kuelewana we. Kajua labda ningie bia tena. Mimi nakujua mzee Nacho ulivyokuwa mtata we. Sasa ile kabati kulimalizia sawa, naweza kalimaliza mzee. Lakini sasa pale kama unavyoliona pale lilipo, alina mlango, alilapiga brush lile, alina sui nini vile vinavyo, kuna vile vya kushikia vile vishikio vile. Havina ichukuliwe bawaba zinazosaidia kufunga na kufungua. Nataka zinunue tena zile bei kweli. Kwani inaweza kuwa kiasi gani? Kwani hela nyingi bwana? Pale nikipiga hesabu mimi kwa uzoefu wangu, pale nikiangalia kama laki moja. Aka Mgosi, huyu mzee sikafuata kabati lake? Maana mzee hapa anaonekana hayupo. Na mzee hayupo, ametoka kweli. Na nikikuangalia wewe ni mfano wa kuku amerudi bandani. Hebu acha masiara yako. Tena sina masiara, niko serious kweli kweli. Maana jana tulipozungumza, sawa? Mimi bahati mbaya nikapigiwa simu nikaenda mara moja nyumbani. Nikashughulikia nyumbani, nikachelewa kwenda kazini, nikapitia masjidi, nikaswali isha. Nikaona huku siaba asubuhi, yani asubuhi ya kuamkia leo. Nafika kazini bana nakuta kabati limeondoka. Ndio ujio wangu kumuuliza hapa hilo kabati umekuja kulifuata. Sasa kwa taarifa yako, kitu ambacho wewe hukielewi labda nikueleweshe, sawa? Mzee hajaja ofisini kwako pale. Hebu acha masiara. Na kwa taarifa yako ni kwamba siku ya jana mzee alikuja na ile nini wanaita ile arabi. Mzee anazunguka na arabi yako. Sasa leo asubuhi alikuwa na maaskari pamoja na arabi. Wamekuja pale ofisini kwako, hawajakuona. Wamekuzunguka kila kona, hawajakuona. Kwa hiyo wewe hapo ulipo ni wanted. Sikiliza. Unaona ni akili hiyo? Sawa. Mimi nataka nithibitishe ukweli. Niambie tu ukweli. Ukweli ni kwamba wewe ni wanted. Mzee hajachukua yeye kabati. Hajachukua kabati na hapo ulipo unatafutwa. Yani babu alikupatia hela yake mwenyewe kwa mikono yake. Sasa tajibiaje? Wewe uliniambia jana, nikikumbuka maneno yako, ulisema pale ofisini mko wawili. Sasa unahisi nani anaweza akawa amechukua kabati yako? Sasa mtu anaweza kajibia mwenyewe. Yani babu ni mjinga, atoe hela yake akupatie umtengenezee kabati, alafu aje aibe mwenyewe. Ni akili kweli timamu hiyo? Na ninavyokuambia hapa mmepishana kidogo tu. Sasa ukisema eti mzee amechukua kabati yake pasi na wewe kumpatia, unanichanganya hapo. Sawa. Mimi nitajua cha kufanya. Sasa usiende huko, mzee amepita huko, cha kukusaidia pitia huku. Sawa. Nitafanya cha kufanya. Hakikisha sasa usiende mkono huo, pitia huku. Tinajua kula hela za watu na kukimbia. Utaswakwa kila kona. Wewe subiri. Dada, afadhali nimekutana na wewe. Maana huu mguu nilikuwa nakuja na kadiji kwako. Dada, chonde. Wewe ndio umekuja kulichukua kabati pale? Nimechukua kabati langu. Asa kafurahi. Sasa umechukuaje kabati ambalo sio la kwako? Wewe mweu. Nimepata ruhusa kwa fundi. Fundi yule mwenzio ndo kanigia kabati. Dada, lile kabati sio la kwako. Unanifahamu vizuri? Na hapa ninavyokuambia mimi, tunavyoongea hapa, polisi wananitafuta mimi. Lile kabati nilikwambia hata toka ulivyokuja siku ile, nikwambia mama, hili kabati sio la kwako. Hili kabati la mzee Nasiri. Nasiri kanitafutia polisi, mimi sikai nyumbani situlii. Haki ya Mungu, nakwambiaje? Wewe na yule fundi mwenzio lazima mfungwe. Yaani lazima mfungwe kama sio miaka 30. Imepungua sana kwenye 40 na kitu hivi. Nakwambia hivi, za mtafuta kwenye mikono ya watu nyinyi. Mtarogwa, kwa nini ni matapeli? Nimekuja kuchukua kabati langu, sasa hizo unanipigia kelele nini? Sikiza dada, hata ulivyokuja juzi nikakuelekeza na uhalisia.
lile kabati ni la kwangu na nimefuata haki yangu na nimefuata kabati langu. Na kabati lishachukua liko nyumbani. Sikiza dada, sawa? Ile kabati sio la kwako. Wala hata kukabidhiana na mimi. Na mimi nilikwambia ili dada, kabati sio la kwako. Pale pale nikakuta. Unaumwa nini? Kwa kabati unipa wewe. Nimemfuata yule fundi mwenzio. Yaani ngono sio unalofanyia wewe. Kwa umemfuata yaani Mwagama ndo kakupa kabati. Kutoka msikitini, nimebeba mkuda mpaka ofisini. Kanigia kabati langu. Mimi sitaki mchezo na watu wa kijinga mimi. Dada sikiliza. Wewe na kuomba sawa, mimi pamoja na vyote ninavyosema mimi ni mweu. Dada chonde niko chini ya miguu yako wala sikuchungulii. Hapa nipo katika wakati mgumu sana. Nichukue ile kabati. Nimkabidhi yule mzee. Ili swala mimi tulimalize. Afu la kwako tunajua namna ya kuisolve. Haya kaka. Unataka nikusaidie? Unataka nikusaidie? Haina shida. Nitie 2,500, nipe 2,500 ukachukua kabati lako. Shida yako sasa kabati. Naomba 2,500. Hela yangu nilotoa, nikupe kabati lako. Sasa dadangu ukiniomba mimi hiyo 2,500 wakati yari yakuwa na wewe unajua kabisa ulivyokuja juzi kwa nagombana naye hiyo hela. Kaitumia sijui hata alivyoitumia. Unaishafahamu? Basi nisaidie mimi nitakurejeshea hela mdogo. Ugomvi wako wewe na fundi mwenzio mimi haunihusu. Mmegawana, hamjagawana pia hainihusu. Niliyokifuata ni haki yangu, kabati langu na nimelikuta pale limekamilika nimelibeba. Shida iko wapi? Naomba unisaidie mimi ile kabati naomba nisaidie dadangu. Nisaidie mimi. Hili limenifika. Mimi daiti nimefanya ngikuwa mimi labda ni mkaka wako au mjomba wako. Si ungeweza kunisitiri mimi. Kaka koma. Na ukome kunisimamisha njiani popote unaponiona. Sitaki mazoea na mafundi kama nyinyi. Koma katafuta mtu akusimamisha njiani. Shanzi nini? Utukangia kabati. Unajua kabati wewe. Mwagama yote umenitafutia mimi Mwagama mwenyewe. Wewe usikanifanyia mambo yako ya ajabu. Dada. Sasa kufurahi. Sasa naenda kufanya nini sasa? Mimi nitalifanyia kazi. Wewe mwenyewe unajua vita vyangu, mimi sitaki mambo ya kijinga mimi. Nitalifanyia kazi hilo. Wewe mbosi wewe. Wewe. Hebu njoo kwanza. Haya. Bana samani kidogo nilikuwa busy kidogo. Kwanza ongea taratibu kwanza. La mkutaba atakuwa taratibu. Ili hata huko asisikie maana mimi nakufanya kama binadamu. Mimi swala kuambiwa chumba hapa wewe ndo msumbufu aswa hata kwa daftari nimeachiwa na ule Mwarabu. Ni mambo yangu mimi nikute kwako. Nashindwa kuelewa jambo hapo. Sasa wewe ni dalali umekuja kuangalia chumba. Mimi si dalali. Mimi ukisikia Mwagama ndo mimi Mwagama. Kumbe wewe ndiye Mwagama. Mimi ndo Mwagama mwenye vyumba vya huku vya uani huku. Mimi na ile na nili ule mwenzangu yule ambaye yuko hapa Mwarabu yule. Sisi ndugu. Yule mzungu yule anahusika na mabanda ya huku. Mimi mabanda ya huku yote ya kwangu. Sasa mimi ndo najiuliza, kwa nini wewe utashindwa kulipa kodi? Sasa na mimi nashindwa kuelewa hapo. Umeona bwana? Kwa hiyo wewe chana wengine huko wachana sawa. Kwa hiyo wewe ninachotakiwa wewe iwe la unipatie mimi. Sasa kama mzungu ameshakupa wewe jukumu, ila sasa hapo inatakiwa tuongee katika hali ya kutoana pointi. So unaongea tu kwa kukimbia. Mimi nikimwangalia mzungu ni mzungu, yani ana rangi ya kung'aa. Nikawaza huyu Mwagama anaweza akawa kidogo kama Mwarabu hivi. Mzungu sio mzungu chotara. Sasa nikikuangalia wewe nakuona mweusi. Kwanza wewe ulivyokuja huko mjini ulikuja na gari la basi au ulipanda gari la mjini? Nilikuja na gari ya machungwa. Ndio maana tatizo liko kwa ni machungwa wewe. Mimi nakufanyia ustaarabu. Wewe umeme usilipie. Kwanza leo umeme usilipia. Yaani wewe lipia. Sasa wewe kama nani? Sasa mimi sina mabanda wani huko. Kwa hiyo mabanda ya uwani yote hela ninatakiwa. Wewe chooni usifanye usafi. Wewe kazi yako kiamka naenda kazi rule tu. Haina tatizo kwa sababu alishaniambia kuna mtu anaitwa Mwagama. Nitamkabisi. Unachelewesha. Haina shida, tuelekee kazini. Ufanya nini? Tuelekee kazini. Kwani hela iko huko. Hapa hakuna kitu. Nenda huko. Kule ofisini nitakupatia nusu. Pale kwa nani mpa? Pale nitakupatia nusu. Haya, ngoja nifunge mlango. Funga mlango kabisa. Sasa kwa mbele utakuwa na shida. Usipite pale kwa nani pale. Haina shida.
Kumwambia Abdul kwamba nina mahusiano na mtu mwingine, ulitegemea nini? Au wewe wataka mimi niachike? Wataka nipewe talaka alafu wapata nini? Yaani hakuna kitu kibaya hapa duniani kama fitna, unafiki na uwizi. Hivyo ni vitu vibaya sana. Mimi nakwambia ukweli. Shemu, una alama mbaya sana wewe. Sana. Hivi wewe kuchukua hela yangu ya mchezo, unawajua kabisa kwamba mume wangu hayupo. Ile hela mimi ndo naitegemea kwa kila kitu mpaka atakaporudi kutoka safarini. Wewe waenda tena waichukua. Ndio limekuuma hili. Yaani nakwambia ukweli, wallahi hilo swala limeniuma sana. Yaani limeniuma mpaka limenifika. Uchukue hela kwa mchezo limekuuma. Sitaki kukudanganya kwamba eti nimefurahi haka. Sijapenda kabisa. Wewe unaopewa hela siku zote ya kula. Ndio unaibania wewe unaenda kulipa hela mchezo. Kwa hiyo Abdul Kwa hiyo mimi kuchukua ile hela wewe ndio nimekuuma wewe hela unaitafuta wewe. Hela natafuta Abdul. Hela Abdul ndio kwangu mimi. Nimechukua hela kwangu. Kitu gani kwani wewe? Kwa hiyo Abdul ana wake wawili sasa hivi. Ameoa wake wawili, amenioa mimi na wewe, si ndio?